Bwana, na hii ni Imara TV. Kumbuka kulike, kushare na kusubscribe. Na leo hii tuko na mada murwa kabisa, mada yenye uzito zaidi, mada inayohusu Mariana Trench. Je, msikilizaji, ushawahi kutangamana au kufanya utafiti kuhusiana na bahari? Je, unajua ni asilimia gani ya bahari ambayo imechukua uso wa dunia au ardhi ya dunia? Kwa kisayansi au kwa kitaalam, bahari imeweza kuchukua asilimia 70 ya uso wa dunia, yani tukilinganisha na ardhi. Bahari imebeba vitu vingi zaidi, wanyama wakiwa ni wanyama wa aina tofauti tofauti zaidi, kulingana na wanyama wa ardhini au tofauti na wale wanyama wanaoishi katika nchi kavu. Sasa hivi leo nimeweza kufanya utafiti wa kutosha na nikaweza kukutana na mfereji mrefu zaidi au andaki refu zaidi ambayo inaitwa Mariana Trench, inayopatikana katika bahari ya Pacific. Na Mariana Trench ni andaki ambalo ni mrefu zaidi, umbali wa kilomita zipatazo zaidi ya moja. Na Mariana Trench ni mahali ambapo viumbe wanaoishi pale ni viumbe wa ajabu zaidi kuwahi kutokea katika uso wa dunia, na wanasayansi pamoja na wataalamu wa mambo tofauti tofauti yanayohusu bahari ni wachache zaidi waliofaulu kwenda katika Mariana Trench, kwa maana Mariana Trench ni pahala ambapo panatisha zaidi. Na kwa jinsi hiyo, mpenzi mtazamaji, ningeweza kukuomba au kukusii ukaweka leo tuandamane na wewe katika mada hii yenye maana zaidi ya Mariana Trench. Hebu twende pamoja nami. Naam, mfereji wa Mariana Trench au kwa kitaalam The Challenge Deep Mariana Trench ni eneo la kina kirefu zaidi katika bahari zote duniani. Huu mfereji upo katika bahari ya Pasifiki au kwa lugha ya Kimombo au Kiingereza ni Pacific Ocean, mashariki mwa visiwa vya Mariana, karibu na kisiwa cha Guam kinachomilikiwa na Marekani. Mariana Trench ina historia yake. Kwa kifupi, mfereji huu ulitambulika kwa mara ya kwanza rasmi katika karne ya 19 na kuchunguzwa kwa undani zaidi na wataalam wa bahari. Undani zaidi na wataalam wa bahari, yani oceanographers, au ni wataalam wa bahari wanaochunguza bahari, mnamo miaka ya 1950. Mnamo mwaka wa 1960, watu wa kwanza kufika chini kabisa ya mfereji huu walikuwa Don Walsh, mwanajeshi au wa jeshi la wanamaji la Marekani, na Jacques Piccard, mwanahandisi kutoka Uswizi, kwa kutumia chombo cha kina kiitwacho Bathyscaphe Triste. Hii ni lugha ya Kiswizi. Tuangalie urefu wa andaki au urefu wa Mariana Trench. Urefu wake kwenda chini, au tunaweza sema the deepest ends of Mariana Trench. Kina chake kinakadiriwa kufikia metri au mita 10,984. Hizo ni takribani kilomita 11 chini ya usawa wa bahari. Kilomita 11 ukilinganisha na urefu wa ardhi ni umbali sana, na ni mbali zaidi. Katika sehemu inayoitwa Challenger Deep au Challenger Deep, ambayo ndiyo sehemu ya kina kirefu zaidi duniani. Yaani kwa kifupi kwamba hii Mariana Trench ambayo inakadiriwa kuwa na mita 10,989, ambayo ni sawa na kilomita 11, ndiyo ambayo inayoitwa Challenger Deep. Ndicho kina kirefu zaidi duniani kote katika bahari zote. Na je, tunajiuliza swali kwamba binadamu wangapi wamefika katika andaki hili la Mariana Trench?
Hadi sasa ni wachache sana waliofika chini kabisa ya Mariana Trench. Kando na Walsh na Pickard, wa kwanza aliyefika katika au baadhi ya watu ambao waliweza kufika katika andaki la Mariana Trench, kando na Walsh na Pickard, wa kwanza akiwa ni James Cameron. James Cameron ni mtayarishaji wa filamu ya Titanic. Alifika chini mnamo mwa mwaka wa 2012 akiwa peke yake. Katika miaka ya hivi karibuni, yani kuanzia mwaka wa 2019, wanasayansi na wachunguzi wengine kama Victor Vescovo wameweza kufika chini kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu. Kwa ujumla, ni chini ya watu wapatao 10 waliowahi kufika Challenger Deep, yani Mariana Trench. Ni kwa nini binadamu wameshindwa kufika huko kwa wingi? Binadamu wameweza kutembea katika sehemu mbalimbali za hapa duniani na hata wameweza kwenda angani, lakini jambo la mwanadamu au wanadamu na hata wale wanasayansi waliosoma zaidi au ambao wana upeo mwingi zaidi kuhusiana na mambo ya bahari na mambo ya sayansi, wameshindwa kabisa kufika katika andaki au Challenger Deep ya Mariana Trench. Waliofika katika Challenger Deep ni wachache zaidi, licha ya wanasayansi wengi kwenda katika mwezi na kwenda katika sayari zingine kama vile Mars na Jupiter na Saturn na hata Mercury. Hili eneo lililopo katika dunia hii yetu limewashinda au kuwazidi maarifa. Baadhi ya mambo ambayo yamefanya kuwa eneo hili limewashinda wanasayansi kuenda au kulifikia ni kama yafuatayo. Shinikizo kubwa la maji. Shinikizo kwa jina la kimombo ni pressure. Eneo hili lina pressure kubwa sana. Kina hiki kina shinikizo kubwa sana, zaidi ya mara 1000 ya shinikizo la anga. Kwa kawaida space au anga ndio eneo ambalo huwa linakuwa na pressure kubwa zaidi au shinikizo kubwa zaidi. Lakini hili eneo la Mariana Trench au Challenger Deep lina shinikizo zaidi ya mara 1000 ya shinikizo ambayo hukua katika anga au space. Hii shinikizo imezidi ile ya space kwa mara 1000, ambayo pia imewalemea sana wanasayansi na watu wengi wenye utaalamu mkubwa wa bahari au utaalamu wenye upeo zaidi wa kutengeneza vyombo vya kudhibiti pressure au shinikizo, ambalo linaweza kuponda chombo chochote kisicho imara. Eneo hili ukienda ukiwa mzima kama wewe binadamu, ile pressure inaweza kukupasua pasua na kusababisha mauti yako. Ama ukienda na kile chombo kisicho cha kawaida, chombo cha kawaida tu, eneo hili pressure kulingana na pressure iliyopo inaweza kukiharibu kile chombo. Reason ya pili ambayo inafanya watu wengi kushinda kwenda katika Mariana Trench ni giza totoro. Hakuna mwanga kabisa. Hali inayofanya uchunguzi kuwa mgumu. Eneo hili huwa limekumbwa na giza usiku na mchana. Hakuna wakati ambapo mwangaza unaweza kufikia eneo hili kwenye kina kirefu zaidi. Eneo la Mariana Trench limeweza kukumbwa na giza kikubwa sana au giza chenye giza totoro zaidi. Jambo linalowafanya wanasayansi wengi na wataalamu wengi wenye mambo ya mabahari kushindwa kuendelea na uchunguzi wao. Reason nyingine ambayo inafanya eneo hili kufanya uchunguzi kuwashinda wanasayansi au kutatiza shughuli ya uchunguzi ni kuwa eneo hili lina joto la chini zaidi. Hali ya joto ni karibu ya kufungia maji. Yaani eneo hili limejaa barafu tu. Hali ambayo inafanya au inasababisha
Wanasayansi au wataalamu wanaokwenda kufanya kule uchunguzi kutoka muda mrefu kwa sababu ya eneo hilo kuwa na joto la chini zaidi, jambo linalopelekea kuwa na barafu au kufanya watu kuganda au pia vifaa navyo kuganda kwa sababu ya shughuli ya kukaa muda mrefu. Reason nyingine ambayo inafanya pia eneo hili la Mariana Trench ni kuwa ni gharama kubwa. Safari za kina hichi zinahitaji teknolojia ya hali ya juu na gharama kubwa sana. Na hapa ndipo swali gumu linajitokeza. Je, safari inayoenda katika Mariana Trench kwamba inagharimu pesa mingi zaidi kuliko safari inayotoka hapa na kuenda katika jua au kuenda katika Mars au kuenda katika planet zingine na zinginezo na hata ikiwemo mwezi. Kwa kweli eneo hili lina gharama kubwa zaidi. Naam, tuangalie viumbe wa ajabu wanaoishi huko licha ya mazingira magumu. Kuna viumbe waliobadilika kuishi humo, miongoni mwao wakiwa ni amphipods, viumbe kama kamba wadogo. Kuna sea cucumbers, hawa ni majongoo wa bahari. Kuna snailfish, samaki wa ajabu wanaovumilia shinikizo kubwa la pressure. Kuna microorganisms, bakteria wanadra wanaoishi kwenye matunda au matundu ya volcano chini ya bahari. Hawa ni baadhi tu ya viumbe wanaoishi katika Mariana Trench, na pia kuna kiumbe wa ajabu zaidi aliyejitokeza hivi juzi karibuni anayejiita devil's fish, ambaye alijitokeza katika eneo hili na kufika upeo wa maji na kisha akaweza kuaga dunia. Naam, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kuna swala ambalo watu wengi hujiuliza. Na je, hao wanyama au viumbe wanaoishi katika Mariana Trench au Challenger Deep, je, wanasurvive vipi au wanakula nini? Na je, wanapata chakula chao vipi au chakula chao kinatoka wapi? Viumbe hawa hula mabaki ya viumbe waliokufa yanayoanguka kutoka juu, yani marine snow. Wengine hula bakteria wanaoishi kwenye mazingira yenye gesi na methane au sulfuric au sulfur. Kuna pia mnyororo wa chakula wa pekee unaotegemea vyanzo vya nishati ya kemikali badala ya mwanga wa jua, yani kwa kimombo au kwa kisayansi tunaweza kusema chemosynthesis. Hii ni hali ya tuseme hali ya wanyama, hali ya mimea ambayo hutumia kemikali badala ya mwanga kutoka kwenye jua ili kujitengenezea chakula chao. Na mpenzi mtazamaji, leo tumeweza kuzungumzia au kuzungumzia swala nyeti zaidi, swala la Mariana Trench. Nipo na mengi nitakayokuletea katika episodi ifuatayo yanayohusiana na bahari, na jumuika nami pamoja tukaweze kuendelea katika safari hii ya utafiti tunapoizungumzia au kuiangalia bahari zetu, na tujue ni vipi bahari zetu jinsi zilivyo na ni vitu gani ambavyo vimo ndani ya bahari zetu hizi tunazoishi nazo. Naam, ninaweza kuomba tu fanya kitu kimoja ili tukaweze kuendelea na safari hii kwa kunisupport. Gonga pale like, share na kisha ubonyeze subscribe. Nitaweza kushukuru sana. Asante.